kawaida, picha letu linaanzia katika jengo moja la kifahari sana. Na huyu bidada tunayemwona hapa anaitwa Grace, akiwa anawahi kuangalia television na mama yake ambaye anaitwa Beatrice, na ni mama mwenye kamdomo haswa. Kisha tunamwona huyu jamaa ambaye ni firstborn kwenye familia yao na anaitwa Fred. Wanasalimiana huku akiendelea kufurahi, na bi mkubwa anamwambia Fred kuwa chakula kipo mezani, naye anajibu kuwa nimeshakula. Ndipo bi mkubwa naye anaanza zogo na anamwambia kuwa hata ukioa tabia zako ndo zitakuwa hivyo hivyo. Na Fred naye anasema naona hizi stori za ndoa zimeshakuwa kero kwa upande wangu. Kabla hii wiki haijaisha, natarajia kuwatambulisha mwanamke wa maisha yangu. Na kila mtu haamini kusikia hivyo, kwa kuwa Mwamba ni msiri sana wa mambo yake. Agene, Ichi, Abego. Wanaendelea kufurahi huku wakimsubiri mgeni wao. Na baada ya siku kadhaa kupita, tunaiona hii sharbati ya Kipemba, udongo wa Maka, bidada mrembo ambaye anaitwa Zara. Sasa huyu ndiye mpenzi wa Fred ambaye anakuja kumtambulisha kwa familia yake. Na wanapokelewa kwa furaha mno kama tunavyoona. Na muda wanapata chakula, mama yake na Fred anamwambia Zara, naomba tupate background ya maisha yako, elimu yako, wazazi wako, vitu kama hivyo. Naye anajibu kwa unyonge sana, akisema kwa sasa sina kazi. Na pia kuhusu wazazi wangu wameshafariki miaka mingi iliyopita. Anasema, pole sana. Sasa ni nani ambaye amekulea na kukusomesha? Anamwambia ni bibi yangu. Naye anasema, basi bila shaka tunapaswa kukutana naye. Anamwambia naye pia amefariki miaka 5 iliyopita. Anasema, naye amefariki pia? Ina maana kila mtu kwenye familia yako amekufa? Na anamuita mwanawe Fred ili wakazungumze, na anaonyesha wazi wazi kuwa hajaridhishwa na majibu ya binti. Anamkamata mkono na kumwambia kuwa anataka tuongee sasa hivi. Na baada ya kufika chumbani, anamwambia Fred, ni nini hiki umetuletea? Yaani mama amefariki, baba amefariki, bibi pia naye amefariki. Yaani ni huyu tu msukule ndo amebakia kwenye familia yao. Na Fred anasema, sikutarajia kusikia majibu kama haya kutoka kwako. Na kitu ambacho unatakiwa kufahamu, Zara ndiyo mwanamke wa maisha yangu. Jua hilo. Na bi mkubwa anacheka na kusema kuwa Fred, unanijaribu ila humjui unayemjaribu. Na huu ndio mwanzo wa picha letu pendwa la Family Fire. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili tuburudike zaidi na Swahili Movies kwa siku zijazo. Na baada ya kufika chumbani, Zara anasema hii imeniumiza sana, kwa maana nimemwona namna ambavyo amestuka baada ya kusikia kuwa sina mzazi. Pia nimemwona namna ambavyo amekukamata mkono na kukuita mwende chumbani mkazungumze. Mimi sio mjinga. Fred naye anamtuliza na kumwambia kuwa hili ni jambo la muda tu, yatapita. Bidada naye anatulia na kukubali kubaki nyumbani. Na ilipofika usiku, wameangalia sana movie wakiwa pamoja. Na bidada Zara anaanza kuhisi usingizi. Muda wanajiandaa kwenda kulala, vibweka vya bibi mkubwa navyo vinaanza. Anawauliza muende wapi? Yaani mlale chumba kimoja wakati hamjaoana? Hii ni nidhamu ya wapi? Naona kama mnaanza kunizoea. Na bibi mkubwa aliendelea kubweka sana kiasi kwamba Zara alikubali kwenda kulala naye. Na baada ya kufika chumbani, Zara anataka kulala tu. Bibi mkubwa anamwambia, we, ulale wapi? Ninaijua nia yako. Unataka nilale, uning'oe jino, kisha unichome nalo shingoni. Hutofanya hivyo. Nitakuangalia usiku kucha na utalala hapa chini hadi asubuhi. Na ukikataa au kumsimulia Fred nilichokufanyia, kile ulichopanga na mwanangu kitaishia hapa. Na Zara alikubaliana na kila kitu kwa kuwa alilelewa vema sana na bibi yake. Na siku kadhaa baadaye tunamuona Grace akiwa anarudi kutoka matembezini, na mama yake anamwambia aende akamuite Zara, jambo ambalo linamuumiza sana. Na anajaribu kubamiza mlango, lakini bidada haamki kwa kuwa pale anapopata nafasi ya kulala anaupiga mwingi kweli kulingana na kazi ngumu ambazo anapewa. Na Grace anashikwa na hasira sana kiasi kwamba
anaamua kumshushia ngumi nzito ya mbavu. Na baada ya kurudi kwa mama yake, anamwambia kuwa nimemkuta na koroma tu, nikimwamsha haamki, nikampiga right weight ya nguvu. Na mama yake anasema, binti yangu, ni nini hiki umefanya? Umekosea, ulitakiwa kuuvunja huu mfupa wa pua, ndio maumivu yangedumu zaidi. Na anaendelea kuongea maneno mengi sana ya kumdhalilisha. Na muda mume wake amerejea, anamwambia maumivu sio makali sana, niliteleza tu muda ninapika. Na mume wake anaamua kumlaza kitandani na kumfanyia masaji, bila kujua aliyemuumiza ni mdogo wake mwenyewe. Na siku moja baadaye, tunawaona wakiwa mezani wanapata chakula, na bi mkubwa anamtemea Zara chakula, na anasema yani huyu yatima hajafunzwa hata namna ya kupika. Hiki ni nini? Na muda anajaribu kujitetea, Grace anamwambia nyamaza. Jambo ambalo linamkasirisha sana Fred. Anamzaba kibao. Anamwambia hii ni mara yangu ya mwisho na kuonya, hutakiwi kumwongelesha mke wangu kama hivyo. Na bi mkubwa naye anasema yani unamzaba kibao ndugu yako kwa ajili ya huyu yatima. Wanazozana sana, mwisho wa siku wanaamua kuwasusia chakula. Na hapa ndipo tunauona uhalisia wa family fire. Na muda wamepumzika usiku, bi mkubwa anabisha hodi mlangoni kwao. Na baada ya kumfungulia, anamwambia kuwa namhitaji mke wako. Nataka kanifulia nguo yangu kwa maana nina sehemu muhimu sana nahitaji kuelekea kesho. Na Fred anashangazwa, afue muda huu? Na kwa nini usimpatie Grace? Anamwambia ina maana unaanza kumfundisha mke wako kukataa amri zangu? Ili mambo yasiwe mengi, Zara anakubali na anasema usijali, nitaenda kumfulia. Na baada ya kufika chumbani, badala ya kumpatia ile nguo moja, anampatia nguo zote na anamwambia kuwa nimebadili maamuzi. Fua hizi nguo zote na sihitaji utumie mashine kwa maana huwa inaharibu nguo zangu. Nahitaji utumie hii mikono yako ambayo umepatiwa na Mwenyezi Mungu. Pia usilipue. Zingatia kwapa, shingo, engo moja baada ya nyingine. Nadhani nimeeleweka. Na anamwambia kuwa usidhani nina usingizi, nitasubiri hadi umalize. Na tunamuona bidada anafua nguo usiku kucha. Na ilipofika asubuhi, tunamuona leo bi mkubwa akiwa amependeza mno, na kila mtu anamshushia tu sifa zake. Lakini Zara anashangazwa, mbona hii nguo haipo miongoni mwa zile nguo ambazo nimekufulia jana usiku? Na anasema kuwa nimebadili mawazo, jana niliwaza hivyo, leo nimewaza hivi. Kwanza hata hivyo nguo zenyewe hazijatakata. Nyie mnajua kula tu. Anaondoka kwa nyodo na hatoi shukrani yoyote. Huyu bi mkubwa yupo kama disco light, mchana ikiwaka njano, usiku itawaka nyekundu. Na baada ya siku kadhaa anatembelewa na rafiki yake ambaye anaitwa Stella. Na Zara naye anatokea na anamuomba ruhusa kwa maana kuna sehemu anahitaji kuelekea. Anamwambia yani wewe, ina maana humuoni huyu mgeni? Unataka hivi vitu atuandalie nani? Vinywaji, chakula? Mtuliza komwe lako hapa. Na baada ya Grace kumuaga, anamruhusu na anaondoka kama binti falme. Jambo ambalo Stella hakuridhishwa nalo. Na anamuuliza, mbona huyu binti unamfanyia hivi? Na anaonekana kuwa ni mwenye nidhamu. Lakini Beatrice anamwambia ladha ya nyama unaipata ukisha kula, hamna kitu hapo. Na ulipofika muda wa chakula, anasema najua chakula hakina ladha, lakini wewe tuvumilie tu. Na Stella anasema hapana, chakula ni kitamu mno. Ama hakika, huyu binti ana kitu ndani yake. Anampa maua yake na anamwambia kuwa unahitaji kufungua restaurant. Na bi mkubwa anasema unakenyua tu na hujapiga mswaki. Niondokee hapa. Na siku moja baadaye, Zara anakuja kwa furaha na anawaambia kuwa amepata kazi. Japokuwa ni mume wake tu ndo anaonesha kufurahishwa na hilo jambo. Na baada ya muda, anamuita mwanae na anamwambia hivi umeruhusu vipi huyu apate kazi? Na Fred anashangaa, ila wewe ndo ulitaka hivyo? Anasema nimegairi. Jana nilitaka apate kazi, leo ninahitaji mjukuu. Na ninaomba niwaachie sauti kidogo ili msikie vibweka vya huyu bi mkubwa. I want grandchildren. I want grandchildren.
I want grandchildren. I want grandchildren. Leave me now, leave me now. Grandchildren. Sasa naomba uniambie, kama wewe ungekuwa Fred, ungefanya nini? Niandikie hapo chini kwenye comment. Na ilipofika asubuhi, tunamwona Zara akiwa amejiandaa kuelekea kazini. Ila bi mkubwa anamwambia naomba utupikie kwanza, kwa maana sisi tuna njaa, na anamtajia aina ya chakula ambacho kitachukua muda mrefu sana. Na muda Zara anajitahidi kujitetea. Please, I'm going to... My friend, go to the kitchen and go and make my food. I say, huyu bi mkubwa ni mbabe kweli kweli. Na baada ya muda, tunamwona Zara akiwa analia kwa kuwa ameipoteza ile fursa ambayo alikuwa ameipata. Hii sio nzuri, kwa maana ustaarabu ukizidi, mwisho huwa ujinga. Na baada ya mume wake kurudi, tunamuona leo anavunja ukimya na kumuelezea kila kilichotokea. Na jamaa anashikwa na hasira kweli kweli. Anashuka chini na kuiwashia moto familia yake, na anaambia kama mambo yakiendelea hivi, nitaondoka hapa na hamtoniona tena kwenye maisha yenu. Na siku moja baadaye wanapata ugeni ambaye ni huyu jamaa anaitwa Jack. Sasa huyu ni mtoto wa Stella ambaye ni rafiki wa mama yao. Na alikuwa ameagizwa zawadi amletee Zara, lakini mwisho wa siku tunamuona Grace anaishia kujibebisha tu na anamuomba namba ya simu. Kwa upande wa pili tunaweza kusema kuwa Grace amefall in love. Na baada ya siku kadhaa mambo yanapamba moto. Wanaamua kukutana na kuvunja ukimya, kwa maana kila mmoja alikuwa na hisia na mwenzie. Na Grace bila kupepesa macho anamtambulisha kwao siku hiyo hiyo. Na bi mkubwa naye anasema nimekubali, hongera sana watoto wangu. Hakuwa na wasiwasi wowote, kwa maana anaamini kuwa familia inayokuja kuposa anaifahamu, tofauti na upande wa Zara. Na Fred pia anampokea vizuri tu, kisha anamwambia unatakiwa kuwa makini naye, kwa maana huyu ni mtoto wa mwisho, kuna muda huwa na mawenge kidogo. Na wanaendelea kufurahi kwa kuwa wanajua familia itaendelea kukua hivi punde. Na baada ya ndoa kupita, sasa tunamuona bibi harusi amelala mpaka saa 6 za mchana. Na Jack anakuja anamwamsha kwa hasira, anamkamata shingo na kumwambia wewe ni mwanamke, ulitaka usafi afanye nani? Na kadri siku zinavyozidi kwenda, tunamuona Grace akiwa anazidi kupata manyanyaso. Anapata vipigo, anafanya kazi nyingi kama house girl. Na hii inafanana tu na namna ambavyo wao walikuwa wanamfanyia Zara kule nyumbani kwao. Na leo hii tunamuona huyu mwanamke ambaye ni mchepuko wa Jack, na amekuja hadi nyumbani na anawaambia kuwa mimi ni mwanamke wa Jack, na sio mwanamke tu, pia nina ujauzito wake. Na bi mkubwa anashangazwa sana na anamwambia Jack, niambie kuwa ni kweli. Na hili ni jambo ambalo linamuumiza sana Grace. Anapandwa na hasira na anaamua kuondoka. Na baada ya kufika chumbani, anamwambia Jack, mimi sikuolewa hapa ili mje kunifanyisha kazi, bali nimeolewa hapa nije kuwa mke wako, na naona ile heshima ya kuwa mke wako imeshapotea sasa. Nimewachoka wewe pamoja na huyo mama yako mnyanyasaji. Ghafla bi mkubwa anatokea na anamwambia umeniita nani? Unasema kuwa mimi ni mnyanyasaji? Je, wewe na mama yako ambao mnamnyanyasa Zara kule nyumbani, mlizani kuwa hana mtu wa kumsaidia, ila mnatakiwa kujua kuwa mimi nipo hapa kwa ajili yake. Kile ambacho mumemfanyia ndio hiki ambacho wewe unakipitia. Sasa niambie, unajisikiaje? Na baada ya muda tunamuona Grace anarudi mkuku kwa Zara. Na anamuomba msamaha. Anamwambia nisamehe kwa mambo yote mabaya ambayo nimekufanyia. Ama hakika ulimwengu umenifunza. Na Fred anamgeukia mama yake na anamwambia unaona? Binti ambaye ulimlea kama malkia leo hii anarudi hapa akiwa na alama nyingi sana usoni mwake. Kulikuwa na haja gani ya kumfanyia yale mambo yote Zara? Ni binti mstaarabu, ni binti ambaye anajituma na hakuwahi kuwafanyia ubaya wowote. Sasa leo hii imerudi kwa binti yako, na wewe niambie unajisikiaje? Ama hakika mwisho wa ubaya huwa ni aibu. Na huu ndio mwisho wa picha letu pendwa la Family Fire.
Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment